Saidi amelivaa lile jambo hadi tunajua au ni usalama kweli. Tukiongea tu kitu kidogo anasema msijali nitamwambia mama nimelifika. Limefika lipi? Saidi umfuata nini huyo? Safi. Vipi lakini mnaendeleaje? Ananiuliza siku hizi. Saidi wewe ni wakutaka kujua maendeleo yangu? Haya naendelea vibaya, unataka kunisaidie nini? Kweli unajua kitu ambacho nimegundua, usimwamini mtu kwenye hela. Ndio. Rayvanny kakana meneja ila nyuma na mlinzi. Atakuibia shilingi ngapi baba watu? Hii ndio usimwamini mtu kwenye hii dunia. Ndio, watu geuka ni vinyonga. Safi. Sema katika watu mtu ambaye tunatakiwa kumpongeza huko ndani ni mtu wa marketing. Ndio. Amewezaje kuweka makampuni mawili ya aina moja? Nimesikia kuna Airtel na Yasi. Wote wako mna wanacheka. Hiyo ndo maana ya humu tu. Hayo yanawezekana humu tu, wanakaa meza moja. Nimeambiwa pia watu wa airport wapo. Ndio, wamo. Wapigeni makofi kwa niaba ya Eliudi. Kila akienda kupanda ndege anashikia sheli. Na pale sheli pana umbali pale. Unajua ni bora upande basi kuliko kushukia sheli, ni parefu. Unakuwa kama ukupanda ndege. Unakuwa na mizigo yako hapo umetoka na parachichi Mbeya, huku parachichi kubeki. Saidi bana, mimi nimefurahi sana kukuona ndugu yangu. Wewe ni mfanyakazi mwenzangu. Umefurahi, hujaniona siku nyingi? Sijakuona siku nyingi. Atasikia harufu ya Ikulu. Saidi ile picha yani imehangaika. Nasikia ulienda kuiweka kwenye bango makao makuu ya nchi Dodoma. Nje ya bunge pale kwenye roundabout. Kila mbunge akitoka, angalia watumishi wenzake wa serikali. Saidi bwana ni mfanyakazi mwenzangu. Kazi gani? Mimi mtumishi bwana. Kazi mnafanya nyie, mimi mtumishi. Wewe, Saidi usijisahau ile ni picha, sio passport. Kuna kesho. Okay, Saidi ni comedian by the way. Tumpigie makofi mengi sana. Kabla hujaingia kwenye nafasi hii, kwa sababu sijui umepewa nafasi gani. Lakini just imagine ndo naoa eti hawa ndo wafanyakazi wenzako. Yaani wamekuja kwenye lausi. Na ndo mnaoletaga majaba nyie zawadi. Unakuta mimi, Koi, Ndalo, wote tumeshikilia kitenge kimoja tunakufunika hivi. Saidi karibu bwana wasalimie watu bwana. Asante bwana, toka nimepiga ile picha. Mnaweza mkaona na enjoy. Ila kuna matatizo pia napitia. Juzi mama kanipigia anasema Saidi, mwambie mheshimiwa bwana, kuna huyu jirani yangu amegozisha ukuta wake kwetu. Yaani nyumbani wanavyonichukulia mimi na Mama Samia ni kama vile kuna muda anaambia Mama Samia, mama kama uko free njoo Makongo. Naambia jamani mimi mwenyewe kuna muda simpati jamani. Kuna muda mama anakaa kwenye vikoba kule, wanaambia marejesho, anasema nitapa santa wakimbia wakati mwanangu yuko pale Ikulu. Naambia mama watakujaga wakupige. Eti wanipige na wewe upo. Nikamwambia tunapigwa wote. Mko vizuri. Mgeukie jirani yako mwambie humu tu. Rayvanny hauna jirani? Sio jirani yako lazima mgeukie huyu dada, hata huyu ni jirani. Ila kuwaza jinsia upande wa pili. Jana nimepigiwa simu nikaambiwa tutakuwepo hapa CRDB, nimefika mapema. Shida ni kwamba Saidi picha yako hii. Yaani unaona hapa tulivyocheka. Usitoe kwanza niwaelezee. First year. Huyu hapa ndio mimi sawa. Kwa wale ambao mlioko mkoani, huyu ni Mama Samia. Wote mnamjua. Ila huyu ni mimi. Kwa hiyo ukifika chuo waambiwa sikufanya chochote, ulikuwa na mtu wa Mama Samia. Kama kuna changamoto za mkopo andikeni kwenye karatasi, nikitoka mnipe nitazifikisha. Ila najua mambo yamenyooka kupitia CRDB benki na mambo yote ni humu tu, si ndio? Ila mama naye alicheka sana jamani. Ni kweli. Yaani kuna muda kama vile aliona classmate sijakuona kitambo. Eliudi naye alikuja akataka kupata picha kama ya hivyo, hata wadisia walichomfanya wale mabouncer. Nikamwambia Eliudi apigi yoyote, sisi watu wa system tunafahamiana bwana. Makofi kwangu. Hiyo picha nitahakikisha muisahau. Ukiona mimi nafaidi kuposti hiyo, na posti uliopiga na mwalimu wako wa math. Kipindi mnahangaika kuikomboa hisabati ili taifa.
Ya. Unajua ukienda maeneo mengine, ukienda saluni unakuta wameangusha nywele, ukienda stationery makaratasi yameanguka. Ila kwa nini benki hauangushi hela jamani? Ukienda benki unakuta kila kitu kimetunzwa, hata ile kalamu bado wameifunga na kamba. Mtakuja mtu uwe jamani. Mimi napenda sana kuongelea vitu ambavyo sio watu wote waweza kuviongelea. Mama Samia juzi nilimwambia kwa nini Ikulu aweki pombe, nikafurahi. Lakini kingine ambacho mimi nakifurahi hili taifa, sheria za mtu kuwa rais hili taifa nazipenda. Kwa sababu sheria zinasema lazima mtu awe na umri wa kuanzia miaka 45 kuendelea. Na mimi naikubali hii sheria. Kwa sababu miaka 45 unakuta mtu ameshamaliza kuzaa, kila kitu kamaliza. Vijana tungekuwa tunaingia Ikulu tu, tungekuja kushuhudia rais wa ajabu. Umekuwa rais, bahati mbaya ukapata na mtoto, kale ka junior kanakuwa pale Ikulu. Shida sio ka junior, shida ni mazoea ka junior kwa watu wanaokuja Ikulu. Amekuja Mwigulu Nchemba kanalilia tai yake. Umeenda kwenye ziara, mmekaa pale unashangaa waziri mkuu ametoka nje. Unamuuliza waziri yuko wapi? Anasema junior amesema tukacheze. Kwa mimi naipongeza sana nchi yetu kwenye sheria za mtu kuwa rais. Makofi kwa wale walioweka hizo sheria. Na sisi kama serikali. Eti sisi kama serikali. Wewe na nani Saidi? Sisi kama serikali tumekubaliana akaunti ya serikali tutaifanya iwe ya CRDB. Yaani kuna ahadi unatoa, meneja mwenyewe anasema Saidi, mwache upumbavu. Mimi ni mtu ambaye waga nafurahia sana watu kuzaliwa mapacha. Lakini mimi mapacha ambao nawapenda ni wa jinsia moja. Hamna kitu kinaniboa kama mapacha wao wa jinsia tofauti. Ndio nakuta eti Kulwa yuko chuo, Doto amepata mimba. Na mapacha ndio watu ambao wana tabia ya kuvaa nguo sare. Kila sehemu wanapenda kuvaa sare. Ukiacha mapacha kuvaa sare, watu wengine ambao wana tabia ya kuvaa nguo sare ni watu ambao wapo kwenye mahusiano kama Leivani na Faima. Wapigieni makofi. Leivani muoe dada wa watu, umemchezea vya kutosha. Hilo nalo hatutakuficha, mambo ni humu tu. Kama unataka tukufungulia akaunti ya ndoa sema, meneja huyu hapa uoe. Mimi na mpenzi wangu tumewahi kuvaa nguo sare zile za soulmate. Mimi nikawa na soul, yeye ana mate. Unajua shida ya wanawake wengine mkiachana vitu ulivyompa nampa mpenzi wake mpya. Tulivyoachana ile soul akampa mpenzi wake mpya. Siku nimevaa mate yangu, aisee milima ikutani bwana. Nikakutana na yule mpenzi wake naye kavaa soul. Bahati mbaya tukaingia wote kwenye daladala. Tukakuta zimebaki siti 2. Alafu uzaokuaji usijua na nini, wakawa wanamfuata kabisa, anambia wewe mnunulie mwenzio. Mnaweza mkaona ni kitu cha kawaida, ila kikawaida tu haiwezi kuwa kawaida. Nilishuka kabla sijafika. Ukizingatia dunia imechafuka, mambo ya ajabu yanakuwa mengi. Ukiachana na hiyo, mimi ni mtu ambaye napenda sana Biblia. Shida ni kwamba Biblia wengi hatuisomi kwa sababu imeandikwa kwenye mfumo wa maandishi. Wabongo sisi ni wavivu kusoma. Mimi ni mtu ambaye natamani Biblia ingetolewa kwa mfumo wa taarifa ya habari. Wote tungekuwa tunaijua Biblia. Yaani unasikia ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Galilaya, msomaji wako ni mimi Yakubu bin Esau. Wafanyabiashara walikuwa wamepanga bidhaa zao hekaluni, wavunjiwa vibanda vyao na mtoto wa Mariam. Wanaharakati nchini Israeli wameiomba serikali imchukulie hatua za kisheria mzee Ibrahim aliyefanya jaribio la kumchinja mwanae wa pekee. Na katika michezo, bondia Goliath angukia pua kwenye pambano lake dhidi ya Daudi. Bro, leo ungekuwa hujui Biblia. Unajua watu wengi wanasema Yesu alikuwa anajibu watu wanavyotaka. Yaani Yesu anamuuliza swali na yeye hanakujibu tu anavyojisikia. Bro, ni kwa kuwa wanajeshi hawakuepo. Yaani ni kama sasa hivi eti Yesu akatize pale Lugalo,
wamwambie hapo hamna njia, alafu wajibu ni wewe wasema. Ni kitu ambacho asingeweza, si ndio jamani? Ya huku unacheka, tunakukumbusha CRDB Sim Banking. Humo tu. Safi. Nimegundua nguvu ya CRDB ni kubwa. Pia Wasafi na Clouds wako pamoja. Hapa kilichokosekana tu ukute na mlikuwa mmemwalika Harmonize na Diamond nyie. Yaani mpo kwa ajili ya kukombanisha watu ambao hawapatani. Na swala la kupatanisha watu au vitu hamjaanza nyie. Eliudi kuna siku alikuja kwenye show amevaa brandi nyingi. Yaani brandi ya Zelewani yeye kazivaa zote. Kiatu Adidas, t-shirt ya Puma na pensi ya Nike. Yaani ili mradi ni brandi yeye kaiweka. By the way, ukiwa unasoma, sijui kuna wale maskauti au ni mimi tu nimepitia. Hakuna watu wanajikutaga wametoboa shule kama maskauti. By the way, mimi nimesoma Mwanza. Shule za Mwanza sisi tuna tabia ya kuvaa karibia shule zote nguo za kufanana, suruali nyeusi, shati jeupe. Yaani ni wavivu wa kufikiria eti hatuna muda wa kuwaza elimu tuanze na uniform mpya. Kwa shule nyingi unavaa suruali nyeusi, shati jeupe. Kwa hiyo siku tumetoroka shule, maskauti wakatumwa wakatukamate. Kumbe na wale wa shule nyingine wametumwa wakamate wa kwao. Sasa kwa kuwa sare zinafanana, sisi tukakamatwa na maskauti wa shule nyingine. Kitu ambacho nime-experience, hamna kitu kinauma kama uchapwe na mwalimu wa shule nyingine. Yaani ni kama mtoto. Unajua zamani ilikuwa ukikuta unapigwa, ukikufanya kosa unapigwa na mzazi yoyote. Cha msingi tu awe mkubwa. Ushaye kupigwa paka ukatamani hapa atokee baba. Si waje akutetee, bwana je nipigwe na babangu. Kwa hiyo tulivyokamatwa na maskauti wengine wakatupeleka shuleni kwao. Tumefika pale wakaniuliza mwalimu wa darasa anaitwa nani? Nikataja wa shuleni kwetu, nikaambiwa unaona hata mwalimu wa darasa umjui. Wakanipiga. Wakaita wanafunzi wote. Wakauliza huyu mnamjua? Eliudi ni kama vile wanataka kuja hapa kuna nini? Umezungumza habari za shule na hakuna watu walikuwa wanajiona wamepatia kama wenye mwandiko wa kulala. Achana, kuna wale wajinga wanaandika pointi kwa wino mweusi, maelezo kwa wino wa blue. Wengi saizi wanafanya marketing kwenye viwanda vya rangi. Wazee wa kulemba note. Saidi,